ni nini hasa kilichosababisha au kinachosababisha vita au mvutano mkubwa uliopo kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Naenda kukupa sababu na vyanzo vilivyosababisha mpaka mvutano huu kuendelea mpaka sasa na kuleta athari katika swala la kiuchumi duniani kiujumla. Kimsingi hakuna tamko rasmi la wazi kutoka Marekani au Israeli linalosema wanataka vita kamili dhidi ya Iran. Badala yake kinachoonekana ni mvutano mkubwa wa kimkakati. Kila mtu ana lengo lake kwa siku za baadaye linalochochea kuwepo kwa mvutano huu. Unaweza kusababisha vita ikiwa mambo yataharibika. Endapo kila kitu hakitaweza kukaa sawa kama inavyotegemewa, basi vita kamili inaweza kutokea. Mzizi kamili wa mvutano huu uliosababisha mpaka mvutano huu kuendelea kuwepo ni vitu kadhaa. Kitu cha kwanza kabisa ni mapinduzi ya Irani mnamo mwaka 1979. Kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Irani ya mwaka 1979 na kiongozi aliyefariki majuzi Ayatollah Ali Khamenei kuchukua uongozi na kuwa kiongozi mkuu wa taifa la Irani, akiwa pia ni kiongozi wa dini, ilisababisha Irani kujitoa katika ushirikiano na taifa la Marekani. Ikumbuke kwamba kabla ya hapo Marekani alikuwa ni mshirika wa Irani, walikuwa wakishirikiana katika mambo mbalimbali ya kiuchumi na kidiplomasia. Baada ya mapinduzi, serikali mpya ya Irani ilianza kupinga Marekani na Israeli waziwazi. Marekani ilipoteza ushawishi wake kwa Irani. Hapa ndipo chuki ya kisiasa ilipoanza rasmi. Jambo la pili, Israeli na Irani. Irani haikubali uwepo wa Israeli kama taifa kwa kauli za viongozi wake. Hii imekuwa ni kitu kimoja hapo kinachochangia mvutano huu kuendelea, kutokana kwamba Irani inavyoonyesha ina nguvu za kijeshi na za kiuchumi, Israeli kwao inakuwa ni kama tishio, kutokana na kuogopa kwamba ipo siku Irani anaweza akawageukia na kuwapiga. Ukumbuke kwamba Irani ni taifa linaloongozwa kwa Kiislamu, lakini pia Israeli katika historia ya tangu miaka ya zamani inaonekana ni taifa linaloongozwa na dini za Kikristo. Kwa hiyo kumekuwa na uhasama kati ya Uislamu na Uzayuni. Hiyo ni moja hapo ya sababu inayochangia kuendelea kuwepo mvutano. Mambo makuu yanayochochea mvutano kwa sasa, mambo kadhaa ambayo yanachangia mvutano huu uliopo kwa kipindi hiki. Jambo la kwanza, mpango wa nyuklia wa Iran. Imekuwa ikionekana kwamba Irani ana mpango wa kutengeneza bomu la nyuklia kutokana na kwamba ana viwanda vya kuchinjua madini ya uranium na kutumia katika shughuli mbalimbali za kisayansi na kiteknolojia. Japokuwa yeye anasema mpango wake si kutengeneza bomu au kombora lolote la nyuklia, lakini wao wanamwambia kwamba uwezo ukawa na uranium alafu ushindwe kutengeneza nyuklia. Kwa hiyo wanataka kuzuia asiweze kufanya kitu kama hicho, maana itakuwa ni tishio kwa Israeli. Marekani na Israeli wanaamini Irani inaweza kuwa inataka kutengeneza bomu la nyuklia, na kama nilivyokuambia hapo, makubaliano ya nyuklia ya Irani mwaka 2015. Irani iliweza kuweka makubaliano ya mwaka 2015 kwamba yenyewe itatumia madini ya uranium katika kutengeneza vitu kadhaa vya kisayansi na utafiti wake wa kiteknolojia. Lakini Marekani iliweza kujitoa katika makubaliano kwa kusema kwamba haiwezi kubaliana na jambo hilo, kwani Irani endapo ataruhusiwa kuendelea kutengeneza hizo uranium, basi ipo siku atatengeneza bomu la nyuklia. Jambo la pili, vita vya kwa njia isiyo ya pamoja kwa pamoja, proxy wars. Badala ya kupigana moja kwa moja wanatumia washirika. Marekani amekuwa akiwatumia watu kama kimtumia mtu Israeli na mataifa mengine ya Kiarabu kushirikiana nayo ili kuweza kumdidimiza Iran. Lakini pia Israeli imekuwa ikidai madai kwamba makundi kama Hezbollah na Hamas ni makundi yanayosaidiwa au yanayopewa msaada kwa karibu na Iran, na makundi haya yamekuwa yakileta shida sana na yakipinzana na serikali ya Israeli. Hivyo hii nayo ni mojawapo ya sababu inayochangia Israeli kuongeza nguvu katika kupambana na Iran. Marekani na Israeli wanashambulia kwa kuzuia makundi hayo. Israeli mara nyingi hufanya mashambulizi ya anga Syria. Hii inaitwa vita ya kivuli, shadow war. Jambo lingine, mashambulizi ya moja kwa moja lakini kwa tahadhari. Kila mtu amekuwa akifanya mashambulizi kwenda kwa mwenzake kwa kulenga maeneo kadhaa tu. Hawajaweza kuvuka mipaka zaidi ya kupiga yale maeneo ambayo ni yana faida ya moja kwa moja kubwa kwa mtu wanaopinzana katika mgogoro huu.
Irani kushambulia vituo vya Marekani Iraki, Israeli kushambulia vituo vinavyohusiana na Iran Syria. Hizi ni hatua kubwa, lakini bado si vita kamili. Malengo halisi ya kila upande yanayochochea mgogoro huu kuendelea kuwa mkubwa kila uchao. Marekani kuzuia Iran kuwa silaha za nyuklia, kulinda washirika wake hasa Israeli na nchi za Ghuba, kudhibiti ushawishi wa Iran. Ikumbukwe kabla ya miaka 1979 Iran pamoja na Iraq walikuwa ni washirika wazuri wa Marekani. Lakini Marekani aliweza kupambana mpaka akadondosha utawala wa Iraq na kuweza kuchukua umiliki mzuri wa Iraq na kufanya analotaka katika nchi hiyo. Lakini imekuwa ni vigumu kwa nchi ya Iran kutokana na udhabiti wa jeshi na kiuchumi na kidiplomasia jinsi walivyojipanga watu wa Iran. Je, vita kamili inawezekana? Vita kamili inawezekana kutokea, lakini si rahisi. Vita inaweza kuanza ikiwa Iran inakaribia kutengeneza bomu la nyuklia. Hiki ni kitu ambacho kitafanya hao Marekani na Israeli waongeze nguvu zaidi za kushambulia na kuiangamiza kabisa. Makundi kama Hezbollah yataanzisha vita kubwa. Endapo Hezbollah na Hamas vitaweza kushambulia nchi ya Israeli kwa nguvu kubwa zaidi, basi nadhani wao watasema kwamba Iran inawasapoti na inatumia kama hayo makundi kuweza kuiangamiza Israeli. Basi nadhani itakuwa ni kipindi ambacho vita itakolea zaidi na Iran ataweza kupigwa na yeye ataweza kujibu. Sasa itakuwa ni vita kamili rasmi. Nini kitatokea kama vita itatokea? Vita haiwezi kuwa ndogo. Vita itakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu itaweza kuwahusisha hata washirika wao baina ya hizi nchi zinazopigana. Iran ana washirika wake kama China, Russia, Korea. Marekani ana washirika wake kama kina Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na jeshi la NATO kiujumla. Hawa wote wanaweza wakaungana zikawa ni pande mbili ambazo zinapigana kati ya mataifa na mataifa. Mafuta duniani yataathirika. Eneo lililopo nchi ya Iran ndio chanzo kinachotoa mafuta ya dunia kwa 20% ya matumizi yote ya mafuta duniani. Kwa hiyo hii itachangia bei ya mafuta kupanda kwa juu zaidi na kuathiri soko la mafuta au pengine kuadimika kabisa na uchumi kuyumba duniani kiujumla. Mataifa mengine yanaweza kuingia, yani kama nilivyosema, mataifa yanaweza kuingia kwa wingi kama China, Russia, kwa sababu itakuwa ni njia ambayo itawafanya wao waweze kustabilize au kuweza kupambana na yule ambaye wanaona anazuia au anaweza kusababisha maslahi yao yakapotea. Je, nani anaweza kushinda? Hakuna jibu rahisi. Atakayeweza kushinda ni kutokana na jinsi atakavyosaidiwa na washirika wake au jinsi atakavyokuwa na nguvu ya kutosha. Lakini ikumbuke kuwa Iran ni nchi ambayo inaonekana ilikuwa ikijipanga kwa muda mrefu sana, huku ni kama ikiwa ikisubiria siku itakapochokozwa iwe tayari kupambana na kujipambania. Kwa nini hawaanzi vita sasa? Kwa sababu gharama ya vita ni kubwa sana. Uchumi wa dunia utaathirika. Athari ya vita ya dunia ya pili inaweza kutokea na 300 inaweza kutokea, kama tulivyoona katika mabomu yanayoendelea kurushwa na makombora. Imeonekana vitu vinavyozuia vilivyopo kwenye mfumo wa ulinzi wa anga ni vya gharama zaidi. Kwa hiyo imechangia kusababisha kwamba gharama kuwa kubwa, na vita inavyozidi kuendelea, vitu hivyo vinavyozidi kutumika, basi nchi itaingia katika mporomoko mkubwa wa kiuchumi. Na kwa kuhitimisha, hii si vita moja kwa moja, ni mchezo wa nguvu, power struggle. Kila mtu anajaribu kumuonesha mwenzie kwamba niko hivi, huyu mwingine anaonyesha niko hivi. Marekani na Israeli wanajaribu kudhibiti Iran, si lazima kuivamia moja kwa moja. Iran nayo inajaribu kuongeza nguvu na ushawishi wake. Naam, nashukuru sana kwa kunisikiliza mpaka hapa. Mimi ni Shebi Skills and this is Span Info. Welcome again. Thank you.